Katika dunia iliyojaa machafuko na ufisadi, ambapo kila kona kulikuwa na giza na kukata tamaa, kulikuwa na mtu mmoja ambaye imani yake kwa Mungu ilikuwa kama taa ya matumaini. Jina lake aliitwa Nuhu. Nuhu alikuwa tofauti na watu wengine wa kizazi chake, alikuwa na moyo safi na roho ya utii. Mbingu zilifanya giza, na tishio la mafuriko makubwa lilionekana. Wingu zito lilikuwa ishara ya ghadhabu ya Mungu kwa uovu wa wanadamu. Lakini Nuhu, bila kusita katika imani yake, alisikiliza amri ya Mungu. Alijua kwamba wokovu wake na wa familia yake ulitegemea utii wake kwa Mungu. Kama maandiko yanavyosema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Maneno haya yalikuwa mwongozo wa Nuhu katika safari yake ya imani. Nuhu alianza kujenga safina kubwa, kama vile Mungu alivyomwamuru. Kazi hii haikuwa rahisi, lakini Nuhu alijitolea kwa moyo wote. Basi Nuhu akafanya vivyo hivyo, kama vile Mungu alivyomwamuru, ndivyo alivyofanya. Utii wake ulikuwa kamili na wa dhati. Kila kipande cha mbao, kila pigo la nyundo ilikuwa ni ushuhuda wa utii wake na imani katika mpango wa Mungu. Nuhu alijua kwamba kila hatua aliyochukua ilikuwa muhimu kwa wokovu wao. Wakati safina ikiendelea kujengwa, ulimwengu uliomzunguka ulizidi kuingia katika machafuko. Lakini Nuhu alibaki imara. Alijua kwamba Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili yake na familia yake. Alikusanya familia yake na jozi ya kila kiumbe hai, akijiandaa kwa kile kilichokuwa kinakuja. Hii ilikuwa kazi kubwa, lakini Nuhu alifanya kwa uangalifu na upendo. Kisha ikafika wakati wa kusubiri. Wakati huu wa kusubiri ulikuwa wa majaribu, lakini Nuhu na familia yake walibaki na matumaini. Siku 7 za matarajio kabla ya mvua kuanza kunyesha. Kila siku ilionekana kuwa ndefu, lakini walijua kwamba wokovu ulikuwa karibu. Mbingu zilipofunguka, maji mengi yalimwagika yakifunika dunia. Mafuriko yalikuwa makubwa na ya kutisha, lakini Nuhu na familia yake walikuwa salama ndani ya safina. Maji ya mafuriko yalizidi kupanda juu, lakini Nuhu, familia yake na wanyama walikuwa salama ndani ya safina. Walijua kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Siku ziligeuka wiki, na wiki ziligeuka miezi, huku maji ya mafuriko yakipungua. Hatimaye, ardhi ilianza kuonekana tena. Mwishowe, safina ilitua kwenye mlima Ararati. Hii ilikuwa ishara kwamba safari yao ya wokovu ilikuwa imefika mwisho. Na kisha Mungu akafanya agano na Nuhu. Agano hili lilikuwa la milele na lilikuwa na maana kubwa kwa Nuhu na kizazi chake. Upinde wa mvua ulionekana angani, ishara ya matumaini, ahadi ya Mungu kwamba hakutakuwa na mafuriko tena yatakayoharibu dunia. Upinde wa mvua ulikuwa ukumbusho wa uaminifu wa Mungu. Hili lilikuwa agano la milele la Mungu na viumbe vyote vilivyo hai. Uumbaji wote ulifurahia ahadi hii mpya. Imani na utii wa Nuhu vilileta wokovu. Nuhu alijua kwamba Mungu alikuwa mwaminifu na mwenye upendo. Na upinde wa mvua unabaki kuwa ukumbusho wa uaminifu na upendo wa Mungu. Kila wakati tunapoona upinde wa mvua, tunakumbuka ahadi ya Mungu. Tukumbuke kwamba katikati ya machafuko, imani isiyoyumba inaweza kutuongoza kwenye wokovu wa Mungu. Asanteni kwa kutazama. Imani yetu inaweza kuwa mwanga katika giza. Kama umepata msukumo katika hadithi ya Nuhu, usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi ya imani. Tutaonana wakati mwingine. Kumbuka, imani yako inaweza kuleta mabadiliko makubwa.